ambacho alikuwa amekiandika Ayubu. Ayubu hakuwa mchungaji, wala Ayubu hakuwa aposto, wala Ayubu hakuwa nabii, wala Ayubu, mzee ipe kidogo, wala Ayubu hakuwa nabii, wala Ayubu hakuwa mchungaji, wala Ayubu hakuwa mwinjilisti kama mimi, bali Ayubu alikuwa ni mtu ambaye anayemcha Bwana, bali Ayubu alikuwa ni mtu ambaye anayemfurahia Bwana katika maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu alianza kumfurahia Bwana toka akiwa katika ujana wake. Ayubu alianza kumfurahia Bwana toka akiwa katika ujana wake. Amen. Hata alipoingia katika uzee wake aliendelea kumfurahia Mungu maisha yake yote. Hata alipooa aliendelea kumfurahia Mungu katika maisha yake yote. Hata Mungu alipombariki kupata watoto aliendelea kumfurahia Mungu katika maisha yake yote. Hata Mungu alipomwinua katika uchumi aliendelea kumfurahia Mungu katika maisha yake siku zote. Na anasema ya kwamba mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke, kuishi kwake duniani si siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Ayubu aseme hivi? Ayubu alipita katika kipindi cha mateso, alipita katika kipindi cha majaribu, ambacho katika majaribu yale hata rafiki zake wenyewe walimkimbia, hata rafiki zake wenyewe hakuweza kukaa naye, hata rafiki zake wenyewe walimkimbia, walimwona si kitu. Lakini kipindi ambacho alichokuwa katika neema, rafiki zake walikuwa ni wengi sana. Lakini Mungu alipokuwa akijivunia Ayubu, rafiki zake wakamkimbia. Akapita katika tabu, akapita katika ziki, akapita katika mateso, lakini hakuweza kumwacha Bwana. Hata afya yake ilipojaribiwa hakuweza kumwacha Bwana. Hata shetani alipochukua watoto wake hakuweza kumwacha Bwana. Hata shetani alipochukua mali zake hakuweza kumwacha Bwana, bali aliendelea kumlingana Bwana, bali aliendelea kukaa na Bwana. Bado shetani akapiga mpaka mwili wake, akaweka magonjwa, akaweka majipu makubwa, majipu yakiwa na uchungu mzito. Hakuweza kumwacha Bwana. Ikafikia mpaka hatua mke wake akamwambia, si mkufuru ufe mimi nipate kuolewa. Tafasiri yake nini? Hata mke wake mwenyewe alichoka, hata mke wake mwenyewe alimchoka, lakini hakuweza kumwacha Bwana, hata Bwana alipomrudisha, hata aliposhinda lile jaribu, Bwana akamrudisha na akasema, hakika siku za mwanadamu, akasema si nyingi, kwa sababu yeye mwenyewe aliona ya kwamba niliingia katika mauti, nilikuwa ni mtu wa kufa, lakini Bwana bado akanishikilia. Nataka niseme nini jioni ya leo? Nataka niseme ya kwamba hivi maisha yetu wanadamu, tukijiangalia ambavyo tunavyotembea, tukijiangalia ambavyo tunavyovaa nguo, tukijiangalia jinsi tulivyo, tunajiona ya kwamba sisi ni bora. Tukijiangalia kwamba tunatembea, tunajiona sisi ni bora. Tukijiangalia tunavyoenda, tunaona tunastahili sana kuliko wengine. Tukiangalia tukiwa na uhai, tunajiona ya kwamba sisi ni bora sana kuliko wengine. Tukiona waliokufa, tunaona ya kwamba wamestahili kufa, sisi hatukustahili. Lakini kila mwanadamu, kama Biblia ilivyosema, kila mwili utaonja umauti, kila mwili utaonja umauti. Lakini swali, nakupa swali, utaonjaje wewe na utakuwa wapi wewe? Ayubu anasema maisha mwanadamu, kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke si nyingi, siku zake si nyingi. Mwanadamu akijiangalia anajiona ni jua la saa 6, akijiangalia anajiona ni jua la saa 8. Akijiangalia mwanadamu anajiona ya kwamba yeye ni bora, kumbe siku zake ni chache sana. Pastor Dani, siku za mwanadamu ni chache sana. Siku za mwanadamu ni chache. Jumatano ambapo siku mnapoanza mkutano, haleluya. Sikupanga kuhubiri hii, lakini Bwana aliniambia toka Jumanne, nikaona bishana naye, akanionyesha katika ushahidi. Mdogo wangu alikuwa anaumwa, nikampeleka Jumatano pale
za Kiemu Hospital. Akaja bodaboda akaja bodaboda akaingia, alikuwa anatembea yeye, ilikuwa ni mida kama ya saa 11 hivi. Akaingia bodaboda, na shangaa imefika mida ya saa 2, nikamwona mama hivi analia. Mama anatoka analia, na ninadhani ukimwona mtu analia ukiwa hospital unajua tu kitu ambacho kilichotokea. Nikamwona yule mama anatoka analia machozi, nikajua tu tayari huko mtu ameshaondoka katika dunia hii. Na nikasema sijui kama alitengeneza na Bwana, na kama hakutengeneza na Bwana, mahali aliko anaomba hata apate nafasi dakika moja aje atengeneze. Baada ya kukaa imefika mida kama ya saa 4 usiku, nikaona watu wengi sana wamevaa msare. Nikamuuliza daktari, hawa ni nani? Wakasema kwamba wamemwijia bodaboda kafariki. Akatoka katika mlango, nikakaa katika mlango nimwangalie jinsi ambavyo anavyotoka. Nikamwona ni yule ambaye aliyeingia akitembea yeye. Nikamwona ni yule ambaye aliyeingia akitembea yeye, ambaye hakupata hata ajali ya bodaboda, hakupata hata ajali ya kitu chochote, lakini muda huu ametoka amelazwa katika machela na amefunikwa sanda. Yamkini alijua ya kwamba alikuwa na malengo yake ya kesho yake ambayo ya Alhamisi, na imani alikuwa na malengo yake. Tumetoka hapo, nikaenda tena tukapewa rufaa, tukaenda Temeke. Nafika Temeke pale, tunashuka tu hivi, tunamwona mtu anatoka anapelekwa mochwari. Sijakaa sawa, nikaona tena gari la kubeba wagonjwa likaja spidi, tukajua ya kwamba mgonjwa huyu anapigania maisha yake. Na shangaa lile gari linapitiliza mochwari moja kwa moja, mtu anashushwa mochwari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kilichonitisha ni leo, asubuhi ya leo, mtu ambaye alikuwa kalazwa na mdogo wangu, kitanda cha mdogo wangu hiki hapa, alafu yeye kalazwa hapa. Nimuona Jumatano akiwa vizuri, tukamwona Alhamisi jana akiwa vizuri, na akawa anaomba chakula, anasema mama niletee chakula, na akaandikiwa kabisa huyu aondoke, ameshapona. Lakini leo, asubuhi ya leo, naenda hospitali asubuhi ya leo, nikamkuta na hangaika. Nikasimliwa, nikaambiwa kwamba alianza kuhangaika toka saa 8 za usiku. Alianza kuhangaika toka saa 8 za usiku. Mama yake akahangaika kuwa anamwagia maji. Yamkini maji hayo alipewa na manabii, yamkini maji hayo alipewa na baba zake, yamkini maji hayo. Nikasimliwa ya kwamba haya maji alianza kumwagia toka saa 8 ya usiku, lakini maji ya kumponya, lakini maji ya kumwinua. Tunafika pale, yule binti, mtoto mdogo, anakata roho, anamwaga mama yake. Mama yake analia, lakini yeye ameshaondoka. Sikiliza nikwambie mwanadamu, maisha yetu ya kuishi duniani ni machache sana na yanahesabika. Muda wake unahesabika, muda wake unahesabika. Sikiliza nikwambie Mwampashi, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi. Una heri ambaye uliyemkimbilia Yesu Kristo. Una heri ambaye uliyemfanya Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Una heri yule ambaye uliyemfanya Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu anasema ya kwamba mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Yoyote ambaye atakanifuata mimi, atakapokufa ataishi. Atakapokufa ataishi, atakuwa amekufa bali atakuwa amepumzika. Una heri yule ambaye umemfuata Yesu Kristo, umemfanya Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukiokoka wanakuona ya kwamba mshamba, ukiokoka wanakuona ya kwamba wewe umepungukiwa kitu kingi. Kumbe sisi tuna akili nyingi na tuna maarifa mengi hata kuwashinda wao. Kumbe sisi tuna hakika na kesho yetu, tuna uhakika na kesho yetu. Haleluya, haleluya, haleluya.